Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Thumma salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah. Salawatullahi wassalamuhu alayhi wa ba'd. Ikiwa ni mwendelezo wa kipindi chetu cha kuzungumzia masuala ya zakatul fitr. Na tuliona katika kipindi kilichopita kwamba zakatul fitr ni wajibu kwa kila Muislamu. Hata mtoto aliozaliwa leo akaipata mwezi wa Ramadhani, akaipata siku katika mwezi wa Ramadhani, basi yule mtoto atatakiwa kutolewa zakatul fitr. Amezaliwa leo pamoja na kuipata Idi, basi huyo mtoto atawajibikiwa naye kutolewa zakatul fitr. Lakini amezaliwa mtoto leo hakuipata siku ya Idi, basi huyo inakuwa kwake ule wajibu na kuwa umepumuka. Yaani kazaliwa mtoto leo, kesho tunaswali Idi, akafariki huyu mtoto kabla ya kuingia siku ya Idi, basi yule mtoto unakuwa wajibu wa kutolewa zakatul fitri haupo. Lakini akaipata siku katika mwezi wa Ramadhani na akaipata siku ya Idi, basi inakuwa ni wajibu kwake yeye zakatul fitri. Sasa watafaqu ala anna zakata, na wameafikiana maimamu wote wanne juu ya kuwa hakika ya zaka la tasqutu bitaakhiri, haipomoki kwa kule kuitelewesha, baada alwujub, baada ya kuwa wajibu ushapita, bal taswiru dainan, bali itakuwa ni deni, hata tuadda, mpaka atakapotekeleza, mpaka atakapotoa. Wala yajuzu taakhiraha, wala haifai kuichelewesha zakatul fitri an yaumil idi, siku ya Idi, bil itifaqi, kwa itifaki ya maulama na wanawazuoni wote. Hapo kuna ya kujifunza kwamba kwa yule ambaye ni mvivu, anakwepa wakati mwingine mtu anajichelewesha kutoa ile zakatul fitri, kwa sababu sheria imesema ni wajibu kuitoa kabla ya kuswali swala ya Idi. Sasa huyu yeye akajichelewesha maksudi tu, akajichelewesha kule wakati wa wajibu ukawa umepita, akaona kule wajibu utakuwa umeisha. Hapana, sheria inatuambia kwamba maimamu wameafikiana kwamba kwake yeye itakuwa ni deni, atadaiwa lile deni, na akifa hajatoa zakatul fitri atadaiwa, na alikuwa na uwezo wa kutoa, amechelewesha, ukapita ule wakati wa wajibu kwamba ni wajibu kutoa zakatul fitri kabla ya kuswaliwa swala Idi. Sasa yeye akaichelewesha mpaka ikaswaliwa Idi na hajatoa zakatul fitri. Wale wavivu watachukua advantage hiyo kwamba acha nijicheleweshe, ukisha muda wa wajibu basi sitatoa tena. Hapana, angalia sheria na kwambia ni deni hilo, ndugu yangu, tutakiwa kutoa hilo deni. Anasema kwamba taswiru dainan, itakuwa ni deni, hata tuada, mpaka atakapotoa ndo atacho kudaiwa hilo deni. Sasa wala yajuzu taakhiraha, wala haifai kuichelewesha zakatul fitri an yaumi al-Eid bil ittifaqi, mpaka siku ya Eid haifai kuichelewesha, itakoitoe mapema kabla ya Eid. Wanudhiba ikhrajuha, na pamesuniwa kuitoa zakatul fitri kabla salati al-Eid, kabla ya swala ya Eid. Lakini wakati gani? Baada tului al-fajri inda al-arba'ati, baada ya kuchomoza tu alfajiri, inda al-arba'ati, mbele ya maafikiano ya maimamu wanne. Wayajuzu ikhrajuha, na inafaa kuitoa zakatul fitri min awwal Ramadhan, mwanzoni mwa mwezi wa Ramadhani, inda Shafi'i, mbele ya madhhabu ya Imam Shafi'i. Imam Shafi'i anasema inajuzu kuitoa pale tu itakapochomoza Ramadhani, siku ya kwanza inafaa kutoa zakatul fitr. Lakini wa inda Abu Hanifa, na mbele ya Imam Abu Hanifa, yajuzu walau qablahu, inafaa hata kama walau ni kabla ya Ramadhani, inafaa kuitoa zakatul fitr. Ukusudie hii mimi naitoa kwa lengo la kuwa naitoa kwa sadaqatul fitr, zakatul fitr. Imam Abu Hanifa anasema hata baada hata kabla ya Ramadhani, na maana kwenye mwezi wa Shaabani ukaitoa au mwezi wa Rajab ukatoa, kwa Imam Abu Hanifa inafaa, inajuzu. Wakala Malik wa Ahmad,
Imam Malik na Imam Ahmad na wao wamesema la yajuzu takdimuha, haifai kuitanguliza zakatul fitri an waqti alwujubi, kabla haijafikia ule wakati wa wajibu, wakati wa kuwajibu, wakati wa kupasa, illa biyaumin au yaumain, isipokuwa ni siku moja au siku mbili. Na maana kabla ya Idi siku moja au siku mbili fakat, bas ndio kage. Kwa maimamu hawa wawili Malik na Ahmad wenyewe wamesema haijuzu kuitanguliza zakatul fitr an waqti alwujubi, kuepusha ule wakati wa wajibu, wakati wa kupasa. Yani wao wanakusudia kwamba usubirie ule wakati wa wajibu, ila isipokuwa mtakiwa utoe biyaumin au yaumain, kabla ya siku moja kuingia Idi au siku mbili, hapo wamekuruhusu fakat basi. Lakini sasa tuangalie, baada ya kuwa tumeona ni namna gani na wakati gani wa kutoa zakatul fitr, na maimamu wameeleza vipi, kama ambavyo tumeona Imam Shafi ameeleza vipi kuhusiana na zakatul fitr, Imamu Abu Hanifa ameeleza vipi naye kuhusiana na zakatul fitr, lakini pia Imamu Malik na Imam Ahmad nao pia wameeleza vipi kuhusiana na zakatul fitr. Sasa tuone almunsarif, wenye kutawanyiwa zakatul fitr, wenye kupelekewa zakatul fitr. Je, zaka ipelekwe popote? Mtu amejisikia kupeleka zaka, atakapojisikia yeye apeleke. Lakini twende katika surati Tauba aya nambari 60. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amesema, innama sadaqatu lilfuqara'i, hakika ya zakatul fitri au sadaka inayokusudiwa, lakini makusudiwa hapa ni zakatul fitri lilfuqara'i, ni kuwapa mafukara, moja huyo, wal masakin, na maskini wa pili huyo, wal amilina alaiha, na wale wenye kuikusanya zaka. Utaona zamani mashehe wetu walikuwa wakikusanya zaka sehemu moja, halafu wao wakitawanya ile zaka katika haya mafungu manane, wakigawanya, tofauti na mazingira ya leo tunavyotumia. Mtu anatoka nyumbani kwake na zaka yake anaipeleka anapojua yeye, lakini angalia wala amilina, wakusanyaji wanaikusanya ile zaka. Huyo ni watatu anayestahili kupewa zakatul fitr. Lakini wal muallafat qulubuhum, na wale wenye kuzoeshwa nyoyo zao, waliosusua katika nyoyo, lakini hum aslamu haditha, ni wale waliosilimu muda mfupi tu wameingia katika Uislamu, nao pia wanatakiwa kupewa zakatul fitr. Wa firriqabi, na watumwa walioandikiwa vitabu, nao pia wanatakiwa kupewa zakatul fitr. Yani enda akawa ameandikiwa kitabu, ile zakatul fitr kwa ule mkataba alioandikiwa, kitabu alichoandikiwa, tukampa zakatul fitr, ikamsaidia yeye kutoka katika ule mkataba, akaweza kulipa ile deni, na mwisho wa siku akabaki kuwa huru. Wal gharimina, mtu mwingine ni huyu mwenye madeni mengi, lakini madeni ya kuzingatiwa pia ya halali. Asije akawa mtu ana deni la pombe, ana deni la riba, deni sijui la kitu gani huku katika mambo ya maasi, alafu tukasema tumpe. Na hapana, deni litazingatiwa, litachunguzwa deni lake. Likiwa deni sheria inatambua kwamba ile deni ni halali, basi naye pia anatakiwa apewe zakatul fitri, ili iweze kumsaidia aweze kuepukana na ile madeni. Wafisabila, na wale wenye kupigana katika jihadi katika dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wabeni sabili, na watoto wa njia waliokatikiwa na safari pia wanaingia katika nidhamu na utaratibu wa kupewa zakatul fitr. Ndugu zangu katika imani, turudie kwa mukhtasar haya tuliyosema katika kipindi hiki kwamba zakatul fitr haikimbiwi. Zakatul fitr haikimbiwi. Muda wa wajibu ukishafika, umemalizika, na zaka hukutoa, linabaki kuwa ni deni mpaka utakapotoa ile zakatul fitri. Ile deni litakuwa umelilipa, lakini hujatoa, utabaki kudaiwa lile deni. Huku tukaona pia hao watu 8 wanatakiwa kupewa zakatul fitri. Mmoja tukasema ni fukara. Fukara na maskini ni wa pili. Fukara na maskini ni watu wawili tofauti. Kwa hiyo kwanza ni fukara, wa pili ni maskini, watatu ni amilina, yule mwenye kukusanya zaka. Kwa ufupi ni mashehe hao, walimu, maimamu na ustadhi. Lakini wale muallafat qulubuhum, na wale wenye kuzoeshwa nyoyo zao, huyo ni wanne. Alafu watano ni wafirriqabi, na huyu mtumwa alioandikiwa kitabu. Lakini wa sita ni wenye madeni, wa saba
ni wale wenye kupigana jihadi katika njia ya Mwenyezi Mungu, katika dini ya Mwenyezi Mungu. Hapo pia wakosi walimu, wakosi mashehe, lakini wabini sabili na wanane na wa mwisho ni watoto wa njia. Wa ila huna antahi, tunaomba kwa kufikia hapo Mwenyezi Mungu atupe taufiki yake kuyafanyia kazi haya, lakini kisha tuombe darasa hili liweze kutembea na watu waweze kuyachukua haya na kunufaika nayo. Bado sisi ni wanafunzi wachanga, tunajifunza. Pale tulipoteleza, basi insha Allahu taala tuendelee kuvumiliana, lakini na kuendelea kurekebishana na kusahihishana. Lakini mwisho wa siku tuombe Mwenyezi Mungu atujalie mima alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.